Karibuni tena, hii ni Gonna TV. Mtangazaji wako ni mimi Laila Queen, lakini siko peke yangu, niko na mwenzangu Baby Mati. Hivi Baby Mati, ukisikia kuhusu unyanyasaji wa kijinsia unapata picha gani hapo? Unyanyasaji wa kijinsia ni kumfanyia mtu kitu ambacho kitamuumiza kulingana na jinsia yake. Kwa hiyo ukimfanyia mtu kitu ambacho hajapenda kimemuumiza, hapo umemnyanyasa kijinsia. Sawa. Unyanyasaji wa kijinsia unaathiri sana jamii yetu, hasa kwenye upande wa afya, elimu na makazi ambayo watu wanaishi. Kwa mfano sana ukiangalia kwenye familia ambazo sisi tunatoka, yaani unakuta mzazi anafanya juhudi kubwa sana kwenye kutafuta kipato, lakini hatumii muda wake kukaa na mtoto na kujua amepitia changamoto gani alipoenda shule, au labda alienda hospitali amekumbwa na changamoto gani. Lakini tu tumewaachia majukumu yote dada wa kazi. Ndiyo, anaweza kuwa ni mtu ambaye yuko makini sana, lakini wewe mzazi unahitaji pia kuonyesha umakini kwa mtoto wako ili ujue ni vitu gani ambavyo yeye amevipitia. Mfano, mtu anaenda kuomba kazi mahali, anahitajika kwamba atoe kiasi fulani cha pesa. Hana pesa, labda aweze kwenda yeye kama yeye mwenyewe. Hasa kwa wanawake changamoto hii inawakumba zaidi. Kwa hiyo unakuta yeye mzazi anaweza akasema mimi naweza nikavumilia chochote kile kwa ajili ya kuitafutia familia yangu. Lakini je, ile familia unayoitafutia hizo pesa wataweza kuzitumia vile kama wewe ulivyopanga kuwapatia elimu bora? Je, ile elimu wanayoipata iko vizuri zaidi? Kwa sababu unaweza kukuta walimu wanawanyanyasa watoto. Kwa mfano, unaweza kukuta mtu anamchapa mwanafunzi kiasi kwamba yani anaweza akatamka mwalimu mimi nakufa. Yani hiyo ni adhabu tu ambayo mwalimu ameitoa, ambacho hicho kitu hakiko vizuri kabisa. Hivyo basi niombe wazazi tuwe makini na kuwafuatilia kwa umakini sana watoto wetu katika kila nyakati ambazo wao wanapitia kwenye maisha yao ya kila siku. Ametoka shule, ameenda sijui mafundisho, ameenda sijui wapi, yani haijalishi ameenda wapi, tuwe na ukaribu zaidi na watoto wetu, kwa sababu kila kitu kina umuhimu wake. Hebu chukulia mtu akwambie uangalie umuhimu uliopo kati ya pesa na familia yako. Vyote vina umuhimu, lakini kila kitu kina nafasi yake. Hivyo basi sisi kama wazazi tukae kwa umakini na watoto wetu, tujue kuna watoto ambao wanakaa kimya, haijalishi wamepitia nini. Anasema nikimwambia mama, nikimwambia baba atanigombesha, hebu ngoja nikae kimya, naweza kuvumilia kwa sababu tu sifi, naweza kuvumilia. Lakini ukiongea naye kiurafiki zaidi atakwambia yale ambayo ameyapitia siku nzima wewe ukiwa haupo. Hivyo basi niombe sisi sote tuwe makini ili kuweza kupigania ili swala la unyanyasaji wa kijinsia, kwa maana ni muhimu sana kila mtu kukaa na kuishi kwa furaha zaidi. Baby Mati, una chochote cha kusema katika mada ambayo hii tulikuwa tunaizungumzia? Ndio, mimi natumaini watazamaji wamejifunza vitu vingi sana na watakwenda kuangalia, kama ni mlezi, kama ni mzazi, atakwenda kumwangalia vizuri mtoto wake, kumlinda ili asiweze kukutana na ukatili wowote na unyanyasaji wowote wa kijinsia. Kwanza niseme tu kama mzazi akiweza kusimama imara na kupambania ili jambo la unyanyasaji wa kijinsia, basi kila kitu kitaenda sawia kama vile inavyotakikana kuwa kwenye jamii yetu. Tukumbuke ya kwamba tabasamu halisi linaanzia moyoni. So muone mtu anacheka ukadhani kwamba yote anayopitia kwenye jamii yanamfurahisha. Kuna mengi zaidi. Ulikuwa nami mtangazaji wako Laila Queen, lakini pia nilikuwa na mwenzangu Baby Mati. Endelea kufuatilia Gonna TV ili uweze kujua mengi zaidi. Karibuni.